Niombe sasa matron yuko wapi? Tusogezee mazingira vizuri hapa. Catherine hajafanya mambo hapa. Ni muda sasa wa keki. Tulikuwa tunafanya show hapa. Matron umeshakuja huku kuweka mambo sawa. Wakati keki inaletwa hapa, tufanye vitu. Haya ni maandalizi tu ya siku ile mtakapokuwa mmepata pingu ya maisha. Hapo unaonyesha tu mfumo ambao utakavyokuwa ili maisha endelee. Muda wetu unakimbia, lakini tunaenda na muda vizuri, wala hakuna shida. Cha msingi mama inaendelea. DJ tupe wimbo mzuri wakati kazi inainuka hapo kwenye kiti chake, anakuja hapa mbele kwa ajili ya zoezi la keki. Zoezi la keki. Hapa na hii keki ndugu zangu, kiuhalisia imetengenezewa hapa Pakaliwa, na nilimtaka matroni aje atuambie ni nani ameitengeneza keki hii. Mimi ni MC ambaye namjua Mungu, siwezi kusema imetengenezwa Amerika, imekuja na ndege, ikashushwa uwanja wa ndege, ikapokelewa, na wakati uwanja wa ndege hatuna ndege. Hapa Pakaliwa tuna bandi vya kwetu. Jamani, amina tumetengenezewa Kaliwa hapa, na tutakiwa tumjue aliyetengeneza ni nani, ili kesho ukiwa na wewe na kazi umpe kazi. Aliyepamba ni mtoto wa Kaliwa hapa, ili kesho ukiwa na kazi umpe kazi. Jamani, makofi na vigelegele kwa hilo. Asante. Basi baada ya zoezi zuri, kwa sababu matoni hayupo angetuambia, lakini zoezi linalofuata hapa ni la kula keki na kukata hiyo keki, na anayefanya sasa si mwingine ni Catherine akifanya zoezi zuri. Na katika mazingira haya sasa matroni mkabidhi kisu ili aweze kuikata keki ambayo umekusudia, kama ni keki gani ambayo umekusudia aiweze kuikata, na baadaye utaratibu wa keki uendelee. Asante, tunaendelea. Matroni umefika. Haya. Sasa matroni ukasema hii keki nani ametengeneza na nani unataka kazi pia? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kumjua aliyetengeneza hii keki, utaonana na mimi, nitakupa mawasiliano. Asante, amemaliza, utaonana naye, atakupa mawasiliano ili mambo yaweze kuendelea. Basi zoezi linalofuata ni kukata keki. Mkabidhi kisu Catherine. Haya ni maandalizi ya siku ile ya tarehe ya ndoa ambayo imekusudiwa kufanyika. Watafanya wakiwa wawili, wako na mume wake, lakini kwa sasa unafanya wewe mwenyewe kuonyesha ishara hiyo ya kwamba sasa ni maandalizi sahihi kabisa. Inua kisu chako hicho juu, na ukisha kupewa alafu nitasema
Asante, mkabidhi kisu hicho Kase aendelee na zoezi nzuri la ukataji wa keki na baadaye tuile hii keki. Muda wetu umetuacha, lakini tunaenda sasa. Inua kisu chako juu. Keki hii ni keki ambayo imetengenezwa na wanadamu, lakini tunapotumia na mfumo huu tunaweka ishara kwamba Kase atakuwa ni mtu mkaribishaji kwenye mji wake. Lakini katika mazingira makubwa tunapochukua hicho kisu tunaashiria kwamba ni neno la Mungu. Majaribu kama alivyosema mchungaji hayawezi kukoma kwenye ujana tu, hata kwenye ndoa inaendelea, lakini yatakapokuja kwenye ndoa yako utakuwa umemkamata neno la Mungu ambao ni Yesu Kristo. Utakata vikwazo na majaribu mbalimbali. Kwa jina la Baba sasa unapeleka kidogo kidogo la Mwana na la Roho Mtakatifu, anaikata keki. Makofi na vigelegele kwa ajili yake. Zoezi zuri hilo. Asante sana. Sasa msaidie kukata keki ndogo ndogo hapo haraka haraka. Hapo zoezi la ulaji wa keki utaendelea. Tutaila hii keki tuionje, tuone je ikoje katika mazingira ya kawaida, ili mambo mengine yaweze kuendelea. Na wakati mdao DJ weka muziki mdogo mdogo, tunaendelea vizuri. Ni zoezi la ukataji wa keki na ulaji wa keki. Kata vipande vichache tu, sio vingi sana, alafu maisha yaendelea. Kwa sababu muda wetu sio rafiki sana, kata vichache tu na maisha yaendelee. Zoezi linalofanyika hapa ni kulishana keki. Kase atalishana na besti yake kwa leo, na baadaye atachukua kipande cha keki atapeleka Ukweli, kingine atapeleka kwa wazazi wake, na kingine atapeleka kwa watumishi wa Mungu, na kingine kwa kamati, ili maisha mengine yaendelee. Utaratibu uko hivyo. Asante. Basi baada ya zoezi hilo zuri, weka sasa ya kuweka hapo, zoezi liendelee, muda wetu unakimbia. Sasa wewe Kase ndio utakayeanza kumlisha besti yako, kwa sababu ndiye ulienda kumtafuta na akakubali kwamba utakuwa besti yangu kwenye sherehe hii. Sasa utafanya maandalizi hayo, na ndivyo utakavyofanya wakati wa kumlisha mumeo siku yenyewe ya ndoa. Sijajua ni tarehe ngapi, lakini naamini Mungu ni mwaminifu, muda sio mrefu unakwenda kukamilisha zoezi hili. Sasa chukua kipande cha keki, alafu mlishe Mato, na Mato naye atachukua kipande cha keki, alafu naye atakulisha. Alafu uzuri kiona hapo, huyo Matoni bado na yeye ni binti, yaani bado na yeye ni nani jamani, safi kabisa, maridadi binti yetu huyu. Kwa hiyo wale vijana wa TAG, EAGT na wengine, angalieni hapo, bado tuna chombo kingine. Kwa mambo yanaendelea, wala hakuna shida. Haya, karibu besti. Ndio nishazungumza ni besti, nimezungumza besti, ndio yuko Aroni. Matoni yeye alishaolewa na mtoto kwa sasa, wala sijazungumza kuhusu yeye. Haya, asante. Hasa wanalishana hawa. Haya ndio mambo, wote bado kabisa. Huyu ndio mwingine anasema mimi naenda hivyo kwanza maisha. Haya, hayo mambo. Wow, jamani, makofi na vigelegele. Wow, asante. Matoni waandalie vinywaji hapo. Hayo ni mambo mazuri. Alafu wanacheka cheko la tabasamu nzuri. Yaani na wewe Kase, huyu ni Rose ndani ya moyo. Na Rose naye anasema, yaani na Kase anasema na ni wewe Rose ndani ya moyo. Huko nakula keki. Weke vinywaji haraka hapo. Vinywaji hapo haraka. Mambo yanakwenda haraka, muda wetu si rafiki sana. Tunakwenda haraka. Tafadhali. Twende haraka. Tunaendelea weka vinywaji. Hiyo ni kazi ya Mato, lazima uhangaike. Sasa kidogo tu, hafu kidogo tu, baada nyingine wataendelea. Asante. Basi baada ya zoezi hilo zuri, chukua kazi hizo sasa, mwende kufanya tendo la kuishi na kunyeshana. Leo jamaa yangu utakuwa unaangalia tu, wala hamna shida. Sasa hiyo utaifanya siku hiyo yenyewe. Hii leo wewe angalia tu mwenzio anapofanya. Kama siku nzito. Haya, tunaendelea. Nalikumbusha miaka hiyo sisi tulikuwa kuna keki. Tulikuwa tunatumia biskuti sisi. Biskuti. Hasa mambo mazuri yanapanda viwango. Wow. Namna hiyo. Haya, ndio kanuni.
mwenyekiti na mtunzaji wa fedha wa kwaya Patimo pamoja na kwaya ya vijana, kwa kuwakilisha kwaya zenu. Njoni hapa mpate keki tafadhali, tafadhali. Viongozi hao, katibu, mwenyekiti na mtunza fedha wa kila kwaya, kwaya Patimo na kwaya vijana, viongozi hao njoni hapa. Kasi anawalisha keki, kasi anawalisha keki hiyo, wala hakuna shida. Kama viongozi hawapo, waimbaji mlioko watatu njoni mwakilishe. Kuna mwalimu yupo, njoo, wala hakuna shida. Ije mpate keki. Hapa ndio siku yenyewe, hii ni send off. Tunamsendi huyu mtoto aende kuanza maisha. Kasi chukua kipande cha keki walishe, ili waweze kuondoka mazingira haya. Anamlisha kiongozi wa vijana wa kwaya vijana, anachukua kipande kingine cha keki, anamlisha tena kiongozi mwingine. Namwambia asante kwa kushirikiana vizuri. Huyo ni Elfas huyo. Yeye alioa mwaka jana, ndoa yake ilikuwa hapa. Mambo mazuri kabisa. Vijana wanachachamaa sasa hivi, wanaoa kwa heshima. Naye ndio mambo mazuri kabisa. Huyu aliyeoa na Mungu amembariki, amepata watoto mapacha wawili. Yaani ni jambo safi kabisa. Vizuri kabisa. Mungu akubariki. Hawa ni wazazi hawa wa Kasele ambao wanaimba kwaya ya Patimo. Huyu ni mwalimu, lakini huyu naye pia ni mwimbaji na amekuwa mlezi wa miaka mingi wa idara ya watoto na vijana miaka hiyo. Asante, Mungu akubariki sana Mama Have kwa zoezi zuri la uwakilishi mwema. Sasa baada ya zoezi hilo, tafadhali nataka tufanye zoezi moja la kupeleka keki na usi. Zoezi linalofuata hapa ni Kase atapeleka kipande kimoja cha keki upande wa wakwe zake, lakini na kingine kipande cha keki atapeleka kwa wazazi wake, alafu tutakuwa na mahusia kutoka kwa wazazi kwa mtakuwa mkijiandaa. Wakati anapeleka kipande cha keki kule, tutakuwa na mahusia upande wenu ninyi, upande wa Kase, kwa aliyeandaliwa au anajiandaa kwa mazingira haya mazuri. Kwa hiyo na baada ya hapo keki itapeleka kwa watumishi wa Mungu na baadaye Kamacho atamalizia. Tutakuwa tumefika mwisho kwenye upande wa keki. Kwa wale ambao tutakuwa tujala, tutakula huko kwenye makundi yetu, wala hakuna shida yoyote kabisa. Kipande cha keki, anza upeleke kwao na mume wako mtarajiwa. Wazazi upande wa bwana harusi mtakuwa mkisimama wakati Kase analeta. Tubadilishie wimbo, tuweke wimbo mzuri sasa DJ. Wimbo mzuri, twende haraka vizuri, wimbo ambao unaleta motisha. Asante DJ, nadhani umenielewa. Hata ukitupigia ile ngoma ni wewe umeniwezesha. Bado ni nzuri, au nyimbo nyingine. Twende sasa kazi Kase. Kuna watu wamekuja tuelekee leo. Siona watu wakitikisika leo. Wakati wana ushuhuda. You have testimony. Hicho ni kipande cha keki napeleka kwa wazazi wa mume wake mtarajiwa.
Kasa amerudi nyumbani, anawaambia sasa, wazazi wangu mlifanya kazi kubwa ya kunilea, sasa nakwenda kuanza maisha mengine. Kazi kwenu ni kuniombea. Sasa yuko tayari kuwasikiliza wazazi, mnaweza mkakaa sasa. Kasa amekuja nyumbani, mtoe kibali kwa maneno ambayo mmekusudia kumwambia mtoto wenu kwa dakika moja na nusu inatosha. Kwa mtu mmoja, kama kuna baba na mama, dakika moja, maana yake dakika 2. Karibuni sasa. Kasa unaweza kukaa, alafu walioandaliwa sasa tafadhali kwa dakika moja kwa ajili ya mahusia. Karibu na Mungu akubariki. Asante. Jamani, sherehe safi. Catherine amependeza, hajapendeza? Asante. Mimi ni mzazi wa Catherine. Kwanza niwashukuru wote ukumbi mzima kwa kukusanyika mahali hapa, ni kwa ajili yenu. Mmetupa sapoti kubwa, ndio maana tumefanikisha sherehe hii. Mungu wa mbinguni awabariki wote. Amina. Sasa niende kwa binti yangu Catherine. Kwanza nikupe hongera mwanangu kwa kutuheshimisha, hongera sana. Na pia nimkaribishe mkwe, karibu kwenye familia yetu na Mungu akubariki. Amina. Sasa Catherine, ninayo machache ya kuongea na wewe. Utakapo kwenda huko, nafikiri mchungaji ameshazungumza mengi, lakini mimi nizungumze kidogo. Uende huko ukawati wazazi wako. Kule kuna baba mkwe, kuna mama mkwe, kuna shemeji, kuna wifi, wote hata majirani. Ninakuomba uende ukawati. Na utakapopata jaribu lolote lile, usije ukamwambia mtu yeyote. Wewe ingia ndani, ulie na Mungu wako. Ninakutakia kila laheri na maisha yenye mafanikio. Mungu wa mbinguni akubariki, uende salama. Amina. Haya, hebu ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya mzazi. Asante. Sasa baada ya zoezi zuri, amezungumza mmoja kuwakilisha wazazi wote, baba na mama. Kwa hiyo hakuna shida, hayo aliyosemwa ndiyo mambo ya wazazi. Uende hakikishe unakuwa mtiifu kama ulivyokuwa mtiifu nyumbani, lakini umekutakia baraka. Usiwe na mashaka kabisa, na hiyo ndio neema ya kuolewa au kufunga ndoa au kufanyiwa send off. Jamani, sawa sawa Mabinti mpo? DJ kamati ya mabinti mpo? Nataka mambo kama haya, msituaingushe na kutuainisha. Kwa hiyo nataka mambo kama haya. Mungu akubariki sana Kase. Sasa unaweza ukapa mkono wachache tu kulingana na muda wetu, alafu utarudi ile nafasi ukipeleke keki kwa watumishi wa Mungu, alafu maisha iendelee. DJ, tupe muziki hapo. DJ, tuende kazi. Wachache tu hapo. Wachache tu. Rudi sasa ukatoa kipande cha keki ukawakabidhi wachungaji hapo. Na mimi kwenye kalamu ya wachungaji, na mimi nitakwenda kukaa hapa tunapokea keki. MC tailia huko kwa wachungaji. Mambo mazuri kweli haya. Imekaa vizuri hiyo. Haya, mambo mazuri kabisa. Asante, mkabidhi keki. Aje atukabidhi sisi wazazi wa kiroho. Mchungaji amesema uendelee kuyaishi hayo mambo ya rohoni, siache. Haya, DJ, tupe muziki wakati natuletea keki hiyo. Segura
yoyote. Mjumbe wa kamati tafadhali. Basi hata yeyote ambaye yuko kanisani aje wachukulia hao wana kamati. Mwenyekiti amefika. Asante ubarikiwe. Hiyo ngoma ulikuwa unatupa tuielewi kidogo, japo ni ya Kiswahili tunasikia. MC naye alikuwa hajaipata vizuri. Haya, sasa mwenyekiti unakuja kupokea kipande cha keki, maisha yaendelee. Nije itachilia mambo huko. Asante, nisikilize DJ sasa. Sasa niombe Kase, chukua glasi, alafu na besti yako chukua glasi hapo. Tupe ngoma ya pamoja dakika 3. Tuwekee ndelule hiyo, watu hawa wacheze. Njoo tugonge chairs na binti yetu tumwage. Ndio kanuni yake. Unafika hapo unacheza, unagonga chairs, maisha yanaendelea. Ndio muda wenyewe. Jamani sasa hauna chochote wewe, ndio hata una ngumi yako tu igonga. Jamani inawezekana Haya DJ twende sasa. Wewe kama una soda yako, njoo na soda yako. Hauna soda, njoo na mkono wako, wala hakuna shida. Tuna dakika 5 tu hapa. DJ tupe awende ule ile original, sio ile ya kuunga. Nataka ile original ili mambo yaende. Hataki ile fake hapana. Nataka ile awende ule OG. Hapa wao wako wengi. Sijajua tu bwana harusi tarajiwa kama ni wana wenyewe. Na wenyewe ni wenyewe kutoka Kigoma huko. Hayo ndio mambo.